Kwa nyumba. Amen tu. Haleluya. Oh, rudi tunaona wako na sura. Ingia kwa nyumba sana. Maisha yao ni mbaya. Kwa sababu wanajidanganya na sura zao. Haleluya. Sura inamdanganya. Anakuwa ni goro box. Anatoa barua hapa, anatoa. Kama anasema mimi ni goro, kila mwanaume atanitamani. Sura itakubeba upate uki. Haleluya. Sura sio kitu. Sura ni tabia. Haleluya. Unaweza ona mwanamke mchafu, sura mbaya, lakini tabia ni kama ya malaika. Ni ukweli ama ni uongo? Halo? Ni uongo ama ni ukweli? Umeona wale wasichana wameweka kucha kama kangaroo. Ingia kwa maisha yao. Kuoga? No. Ni passport. Anapiga passport, anajipondoa na masinini na marazi, sasa ananukia. Lakini angalia, ile sinaonanga ile ADN mnaenda kila mwezi. Ameweka zile vitu kwa nyumba hivi. Simejaa. Kuna mali ameweka. Ukiingia nyumba ni kama maiti imewekwa pale. Sio ni ujinga. Haleluya. Msichana mzuri, mama mzuri anajua kulinda sana. Mwanamke anapomoa nyumba yake na mikono mingapi? Ni mwili. Nani amepomoa? Hadi mzee wangu sasa hivi amepata mpango. Mpango anapatikana kwa sababu gani? Safi. Mzee akiingia kwa kitanda, baba na pinduka, anapinduka kwa uchafu. Haleluya. Kila mzee anataka usafi. Akienda nje anakuliwa mkono. Akienda nje anataka kiatu. Ukipita umenuna kama hoaru. Utanuna mpaka dakika ya mwisho. Tutaachika. Ambia mwetu tutaachika. Haleluya. Tutaachwa na wazee kwa sababu ya tabia zetu. Haleluya. Tujue kulinda familia. Kila dakika kitungu mzee. Baba fulani hakuna kitungu. Mpaka kitungu mzee anacho. Haleluya. Wewe wacha tu. Ati wewe ukisikia mama yako ni mgonjwa, mbona utumie mama yako nini pesa? Lakini wacha atume kwao. Utanuna, hata utapasuka kama kanuni. Haleluya. Ambia mzazi wa mzee na wako wote ni sawa. Haleluya. Mbona una reject your parent? Mzee wa mzee, sasa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikaona mama mwingine. Hii ujinga tunayo. Mama yake alipokuja, aliambia mzee, mama ni kama amekuja kuroga mtoto wetu. Mama akugusa ule mtoto. Aliwekwa kwa corridor. Balcony. Mama akakaa pale, maji mama ametoka nyumbani, amebeba mizigo, akuchukua ile mizigo, akaambia mzee, huyu mama yako amekuja kutoroka na sio mzuri. Na kwa sababu ya vijana mko na akili ndogo, akapipi. Wakachukua na mama, wakaenda kumdamu. Sasa ikafika jioni, kadi kakuja. Mama akafikia ni mahali napelekwa. Akamuongeleza mama ajui Kiswahili kotile. Haleluya. Si mama wakisia anaongea ngaje? Mwana one mama yeteje tima ya Kiswahili. Haleluya. Haya, kwenda kwa njia wakiwa kwa gari. Mama anaona gari inaenda. Kijana yake akaingia kwa buti, akasukia kwa njia. Mama alikuwa anaenda kuuliwa. Haleluya. Kwa sababu mama ana sura na ndio msichana hapo na sura. Msichana na mama yako nani mkubwa? Si ni mama? Kijana kwa sababu ya kuwa kwa giza, kijana akafurahia. Mama akapeleka, mama akauza. Watoto wangu wapeleka wapi? Mimi hapana iko jua Kiswahili. Haleluya. Mama akapelekwa akaingizwa kwa kichaka. Mama akaambiwa, mama, sasa ni wakati wako ombe maombi ya Musa. Mama akauza, mimi hapana iko jua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ila harakati, sasa ameambiwa ameona mpaka bunduki. Akaambiwa sasa unamaliza na utoe nguo zote sasa useme maombi ya Musa. Mama akauza sasa. Haleluya. Si mnajua mama wagesia wajue Kiswahili. Kiswahili ni kama Kiswahili. Haleluya. Mama akakula Kiswahili ya uchinga. Haleluya. Hakika mama alikuwa na rosari. Akaambia kuna kitu nafanya. Mama akasema wacha niite Mungu wangu. Haleluya. Mama akapeleka ile rosari. Sasa vijana wakajipanga. Mmoja akakuja na kisu akate. Kisu ikasimama. Ambia Mungu asante. Ule mwingine akamwambia wacha, tuliambiwa tumalize hizo ni pesa siko. Tuko na nusu. Tena mwingine akakuja. Mama akawaka moto. Haleluya. Akasema hakuna. Sasa mwingine akasema mimi nakuja na na pisto. Pisto ikafanya ndu ikarara. Haleluya. Wakasema huyu si wakufa. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu ya kwamba kuna watu watakuja kwa maisha yako kwa kanisa. Watawekewa road block ya Yesu. Haleluya. Na Mungu atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Watapanga mipango ya giza, lakini Mungu atasimama
aje na ni soso. Unajua nyama simejikuja. Vichana kuja wale wakasema. Leo boss. Akasema. Sasa ajui duka lingine. Duka ni hiyo. Haleluya. Mmoja akasema, "Let me go near to that lady nione huyo mama mzee." Tati walikuwa isabari. Akaambia kuja niwaambie. Akaambiwa basi kuna mkisi anakuanga hapa ndani. Mwana one chungo tebi. Haleluya. Ule mwana alipokuja akamwambia, "Nilikuja kwa mtoto wangu. Nikaletwa mahali hapa." Haleluya. Wakamsaidia akamweka kamba. Mama akateremka. Waeli simarini. Baridi ya kichaka inamtetemeza. Lakini jua kwamba utatemezwa. Maadui wako watafanya utetemeka. Maadui wako watafanya uingie kwa giza. Lakini Mungu atakuweka kwa mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Mama akasuka. Akamfunikwa. Mama wakaja akamfunika. Maana alikuwa uchi wa mnyama. Hakuwa na nguo. Akapelekwa kwa polisi. Bwana Yesu asifiwe. Akauliza mama umetoka wapi? Akasema nimetoka mahali fulani. Unajua siku hizi unaingia digital. Wakamulika, wakajua. Mama akawekewa maguo. Mama akafanyiwa chibu ukakambiwa. Mama akaekwa kwa gari ya serikali. Akaingia kwake. Kuingia akaulizwa nini? Mama akaya asante umerudishwa. Akaambia wacha tu. Mimi sijarudishwa kwa uzuri. Mtoto wangu kanitupa. Haleluya. Hapo ndio sana kanyonyesha. Na akasema ya matiti. Ndio mnyonyesha sipatamani. Mahali yako masiwa yangu. Imukose samani. Haleluya. Kijana akawa sasa wale watu wakarudi. Wakasema we have completed our mission. Sante wakaambia thank you. Mzee akatoa pesa. Kisi wakaenda wakakata vile alitaka wakaonyesha damu ndio hii. Akapewa pesa. Baada ya masiku kijana akapigiwa simu na baba yake. Akaambia I need you urgently. Akasema sawa let me come. Akaambia mama alifika sana mama yuko lakini akamwambia acha mama Nairobi. Ukuje peke yako siku tatu na mwingine. Kijana yeye akajua yeye mama baba ajui. Bwana mama alikuwa amesema kwa kijiji bila kumetendeka. Kijana yeye alikuwa na gari. Akaingia. Kuingia wa mama unajua wa mama sema wa mama Haleluya. Si unajua Qurani? Alitolewa mpaka nguo mpaka ndogo. Kainuliwa juu. Utapata. Na wewe ndio ulifanya mama yako na wewe kisasi yako isi. Haleluya. Na ujinga wake kamleta yule mwanamke. Kiatu. Si unajua siku hizi kuja sinaenda aje. Haleluya. Unajiwekea mpaka kuja kangaru utakuja kuangamia. Mtakufa bila bibi. Mtakufa bila neema. Haleluya. Yesu akirudi sijui siku hizo anaka mpaka hizi iris. Sinakaa kama hivi. Sinatoka aje. Ni chuma ama nini? Mdomo umekaa kama umekunywa damu. Aya ndio huyo. Mchana sasa katokea. Si wana DJ walikuwa na mngojea. Akaingia. Si kuna wachai katikati. Si umejijibia kaburi bila kujua. Na kuambia nuru lipigwa. Bwana kijiji wakajaa. Mzee akasema nitupe mama. Sasa akazindo. Wacha mama atokesee. Akaambiwa mama ulifanya aje? Nini? Vile walipiga ile nduru. Wakaanza kwenda hawakufika. Walikufia kwa njia hatari na bibi yake wote. Familia kaisa. Simpigie baba makofi. Haleluya. Haijalishi amekwendea Mombasa. Haijalishi amekwendea Kitui. Haijalishi amefanya nini kwa biashara zako kwa maisha yako. Amekufunga. Mwambie leo hii na kuangamiza. Utakufia kwa njia. Nyumba yako kwa jina la Yesu. Na nitaishi kwa jina la Yesu. Haijalishi umesema safaulu. Mwaka huu ni wangu. Mwaka huu ni wa baraka. Mwaka huu ni wa kuinuliwa. Mwaka huu ni wa kutendewa. Sitaogopa mabaya. Bali nitasonga. Ambia mwenzako utasonga. Na nitapenya kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini uogope mwanadamu? Tunaruhusu uogope mwanadamu. Uogope Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata maadui wakikuja, hata waseme sitafanya, hata waninene, ninaye Yesu ni mtetezi wangu. Ninaye Yesu atanipigania. Ninaye Yesu atanisika mkono. Ninaye Yesu ataniinua. Ninaye Yesu ni msini wangu. Haleluya. Tunaenda kusoma tujue mwanaume sababu aliambiwa leo unaangamizwa. Hakuogopa kuangamizwa. Alijua kuna mtetezi yu hai. Haleluya.
I cannot be second. Bwana Yesu asifiwe. Because I know my Redeemer lives. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana nasema hapa naambiwa si kusudi. Bwana Yesu asifiwe. So I finished my form 4. I went back to Kisumu. Baada nikaenda. Kuingia mahali nimeingia kukaa. Ule msichana analeta wanaume kila siku. Then I had to run from Kisumu nikakuja nyumbani. Hallelujah. Sasa ujinga nanipeleka ujinga kwa ujinga. Sasa nikakuja Nairobi. Kuja Nairobi nikuja Sunday, Friday, Sunday, Monday nikaingia kazi. Sijui nyumba yenye nimetoka mahali naingia nikapotea. Nyumba sana zinapatana. Na tumetoka saa 12. Njia niliona nini? Mahali naingia ni wapi? Sina simu, sina nini. What can you do? Nikawa kipofu. Sasa paji nzuri. Nikaona kuna mtu ameandika na wananitafuta juu wamejua nimepotea. Lakini do you know what? Kama mtu amepanga mtu wako atakupea. Haleluya. Na mimi sasa mali niliingia kwa kampuni tulikutana huyu mwenye niko naye amekufa. Haleluya. Naye alikuwa kipofu kama mimi. Pastor anasemanga utapata kipofu kama wewe. Mimi nilipata kipofu kama wewe. Sasa kufika December, I want to tell you life history. December tukasema wakisi wote tununuliane zawadi. Wanaume na wamama. Tukanunuliana. Sasa kununuliana ile zawadi haikuwa zawadi ni wakati wa engagement. Si kuelewa lakini it took time. Haleluya. Ndio hiyo atakuja kwa malizi. Twende. Maliza. Si malizi. Ui 16. Hello. Ndio taona nisemesha nikumbuze. Nikimaliza sikia mali ilisia nitakwambia. Yangu ilisia taoni nikaenda nyumbani na mizigo ya Christmas sikufikisha. Nilirudi hivyo. Haleluya. Anasema kwa Danieli. Cheka kidogo kwa sababu tunataka usipocheka utacheka ukiwa umelala. Usipocheka utalala kaburini ucheke. Cheka, furahia, haleluya. Cheka usicheke ukitoka. Tusuie kidogo. Utasoma kutoka kwa Danieli. Mlango wa kicheko hivyo. Mlango wa 6. 16 mstari wa 16. Utasoma kwa Mungu. Basi mfalme akatoa amri. Nao wakamleta Danieli. Wakamtupa katika lile tundu la simba. Mfalme akanena. Haleluya. Kwa sababu Danieli alikosa kufanya nini? Kuabudu zile miungu za mfalme. Wakamuuliza Danieli, wewe uwezi? Danieli wakati wanasema asiombe, alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Sasa yule mfalme akasema no, mtoe Danieli tumwangamize. Sikia. Akamwambia Danieli, Mungu wako ambao unamuomba daima sasa leo kuokoe. Haleluya. Ni wangapi tumwambia wewe ni wako Yesu? Unajua kuomba acha kuokoa. Tunaomba Mungu wa Apostle Theophilus kama atamuokoa. Ni wangapi tumetusiwa? Ni wengi. Ambia Mungu ya kwamba nitusiwe na nione baraka zangu. Nitusiwe na niinuliwe. Haleluya. Sikia Danieli akaambia wacha tuone Mungu wako ambao unamwabudu atakusaidia. Mwambie Mungu wa Job atatusaidia. Mungu haya madhabahu atatutetea. Mungu haya madhabahu atatuinua. Haleluya. Amen. Yeye atakuponya. Akamwambia tuone kama nikikutupa pale kwa simba kama huyu Mungu wako atakuondoa. Haleluya. Mwambie ya kwamba mtaniwekea madawa nitavuka. Mtaniwekea mitego nitaivuka. Haleluya. Mungu wangu halali. Mungu wangu sio mwanadamu. Bali ni Mungu asiye milele. Mungu anayesema kwamba huko mbinguni ni mahali pangu pa kukaa na duniani ni mahali pangu pa kuweka miguu. Haleluya. Usiogope mwanadamu. Atakuja na tumbo mbele. Atakuja na brado zake. Atakuja na malingo yake. Waambie malingo yako itaisha. Haleluya. Na mimi nitakafuja wa Yesu. Maana ninaye Yesu ni mtetezi wangu. Hakika nikimwita anaitika. Hakika nikimwita anatenda. Haleluya. Unaogopa mwanadamu kama mwenye atakufa kama wewe. Anaenda kachua anatoa rubu kama wewe. Munyamba kitoa mbumbu ni kama ile yako. Bwana uogope. Why? I cannot fear human being. Haleluya. Amen. Likaletwa jiwe kubwa. Likawekwa mdomoni mwa ile tundu. Haleluya. Akagusa kwa ile simba akaleta jiwe kubwa ambapo Danieli asiweza kutoka. Waambia kwamba niweka kwa chupa.
Haleluya. Lile jiwe lilipowekwa, mfalme akaweka muhuri peke yake, lisibadilishwe neno lolote. Haleluya. Waambie wataka weke majina yako kwa waganga, waseme huyu ele ni leo na mwangamiza, mwingine jina litabadilishwa iwe jina lingine, ile tabia laana litabadilishwa iwe ni baraka. Asifiwe tena. Don't fear. Utaona mtumishi anapigwa vita, wanasema watatoa neema, watatoa, ndio neema yake inaongezewa. Watakaa kwa miguuni, usema chopre ni mbaya. Mungu anasema huyu ni mwanangu, ni mwana ile mzigo amebeba na upeleka mahali pengine. Ambia mwenzako kwani mimi ni wa kuraniwa? Ni mama wa baraka, mimi ni mzee wa baraka, mimi ni mtu kwenda mbali. Na kwa muhuri wa wakuu wake. Na muhuri kwa wakuu wake. Isibadilike neno lolote. Hakuna neno litakalobadilika katika lile simo. Haleluya. Waambia Mungu ya kwamba mimi Mungu itabadilishwa kwa sababu ya nguvu za Baba. Haleluya. Kwani wao ni akina nani? Ni kama mimi huyu nimesimama hapa. Mwanadamu asije akakutishia ati nakupeleka Ukambani, nitakupeleka Mombasa, watakupeleka kukutana na moto wa Yesu. Amen. Sasa wamekalia wanasema leo huyu mzee leo namwangamiza. Basi anakuja anasema nimekuja. Anasema laita. Amen. Anaongea kifarasa yake, wanaogopa. Amen. Wanasema kuna kama mtu kamekuta kama malaika. Amen. Sasa wanasema anakuja, huyu ni mwanangu, mwache. Wanasema hapana, niko huku. Haleluya. Unaona vile unabebetwa hapa. Bebe nasema nimeenda. Mko ngapi? Tuko 10. Wapi? Naenda niachilie. Akirudi ile pepe ikirudi nasema, niliona umebebetwa. Niliona umetusema. Ulichomeka hiyo pasta ni mkali. Sasa unaona nilienda sana. Hiyo pasta watu wanicheze. Nienda kwa kazi ya Pastor Geoffrey. Sio mwanaume anajua kubebeta mapepo. Unajua ile pepo iko wapi? Iko kando yako. Wewe jigambe kabisa. Na unajua wewe una nguvu, unarudi kwako. Sasa utaomba, unajua Pastor Geoffrey anajua kuomba. Unakaa. Ile pepo inakuja, wachukuu, soso, babu, anti na mango. Sasa ikikuja utakuja na nguvu, ulijigamba. Pasta yako kwako. Akikwambia toa sadaka ile mapepo utoe. Sasa inakuja itakumaliza kabisa. Ni kweli ama ni uongo? Wacha kujigamba ati niko na mtumishi. Mtumishi umpei sadaka, itakukula vizuri. Haleluya. Amen. Neno lolote katika habari za Danieli. Neno lolote katika isibadilike neno lolote katika zile habari za nani? Za Danieli. Haleluya. Ni wangapi wamesema hapa kanisa tunaangamiza? Ni wangapi siri? Juzi vile tulikuwa tunahama. Watu walikuwa hapa kanisa ngapi? 4 ilikuwa imejipanga kuingia. Unajua hivyo? 4 ilikuwa hivi. Simu zilipigwa mimi bila nitamka. Halo. Mimi na hapo. Halo. Wanama. Mpaka ingine kakuta wamama watatu na wazee wamesema wamekuisa. Pale sisi ndio tunaingia. Lakini Mungu ni nani? Aliwaibisa mchana pia. Amen. Walipata sade tu hapa kasuka tena wamerudi. Haleluya. Mungu wa Danieli aliwaibisa. Haleluya. Malaika wa Baba walisema atawaibisa. Nione ni akina nani wanatupiga vita. Kuna watu wanatukura. Lakini siku moja chuma yao iko motoni kama ya Danieli. Amen. Endelea. Mstari wa 18 inasema kisha mfalme akaenda nyumbani kwake. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake akifurahia. Sasa juu ameweka Danieli mahali pale. Sasa hakuna kitu itatendeka hata mumaliza. Akaenda kwake. Akakesha. Kulala. Alikuwa kulala. Sasa amefurahi, wacha leo nikeze kwa maana nimemwangamiza mwenye salimu amri. Akafunga. Na vinanda havikuletwa mbele yake. Na hakuna vinanda, hakuna sauti iletwa mbele yake juu alikuwa amefunga. Sasa amesema adui wangu na nimemwangamiza. Ni kama sasa mtu anaenda kwa Mungu anasema leo ule adui yangu namweka kwa kaburi. Anakuta tena ule mama ndio anakenda roho. Alisema nimemsema sasa mkono yule. Ama Mungu akawapenda ile Mungu yako inaenda. Anazima kwa ni Mungu wangu naomba kwa masetani. Sikia sasa. Haleluya. Na usingizi wake ukampa. Na usingizi wake ukampa. Hakupata hata usingizi. Sikia. Asubuhi mstari wa 19 inasema asubuhi mfalme akaondoka mapema. Asubuhi yule mfalme kwa sababu ya kupata amani akaondoka mapema. Haleluya. Mjeni wakatamka mapema. Aende
ataenda kupata habari mbaya apate habari njema. Amina. Haleluya. Ataenda kuleta habari mbaya apate umeinuliwa, apate ndio unaendesha gari. Ataenda kuleta habari mbaya aseme utajenga, apate umejenga bungalow. Atasema nini? Ataanguka. Sikia. Akaenda kwa haraka mpaka penye ile tundu la simba. Akaenda haraka. Amechelewa. Yule makopo. Mstari wa 20 nasema, naye alipokaribia lile tundu. Alipokaribia lile tundu, ajabu ya Musa. Akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena. Mfalme akanena. Akamwambia Danieli. Akamwambia Danieli. Danieli. Mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Aliye hai. Je, Mungu wako unayemtumikia daima anaweza kukuponya na simba hawa? Ati Mungu wako ambao unamtumikia anaweza kukutoa katika hao simba hapo na meno kali. Sikia. Ndipo Danieli akamwambia, mstari wa 21 inasema, ndipo Danieli akamwambia mfalme. Ndipo Danieli akamwambia mfalme na ujasiri. Mfalme, uishi milele. Uishi milele. 22 inasema, akamwambia uishi milele, uone nikiinuliwa na nikibarikiwa. Haleluya. Akasema Mungu wangu anatumana jeshi lake kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope mwanadamu, paza sauti kwa Mungu. Haleluya. Mwambie Mungu usiwache niangamie katikati ya maadui. Tuondolee kikombe cha uchungu. Maadui zangu wajue na kuabudu Mungu wa ukweli. Haleluya. Sikia Danieli vile alisema, Mungu wake atamtumia malaika. Mungu wake atamtetea. Mungu wake atakulinda kwa jina la Yesu. Naye akasema ameyafunga makana ya simba, kumaanisha amefunga kinywa cha simba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, walienda Machakos, walienda Kitui, walienda Mombasa. Mungu amesema akienda kwa station anakwenda Kitui kwa kuna road block imewekwa, ama vile imepotea, ama amepotea njia. Haleluya. Ndiye Yesu makofi mazuri. Watashindwa kwa Yesu. Haleluya. Kwa nyinyi nigeuka. Mungu wewe utawale milele. Uishi milele. Kwa nyumba yangu, kwa biashara zangu, kazini mwangu, popote ninapotembea. Utumishi wetu Baba, umulinde umpe neema. Ataogopa mwanadamu. Maana ni shujaa. Amina. Nao hawanidhuru. Nao hawakumuma. Hakuna mahali aliumwa na wale simba. Haleluya. Maana Mungu alikuwa ameweka ulinzi. Maana Mungu alikuwa amesema huyu ni mwanangu, atatoka akiwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ajabu utapata ya kwamba walioweka Danieli kwa ile simo, Mungu peke yake atawameza. Haleluya. Amen. Kwa kuwa mbele zake mimi naonekana kuwa sina hatia. Akasema vile niliwekwa mahali pale, Mungu aliona sina hatia, sina shida, sina makosa. Haleluya. Simba zikaingizwa mahali pale. Kumbuka simba ni mtu wa kukumeza, ni mnyama mkali, lakini jiulize, mbona Danieli hakuguswa hata inja hata moja? Why? Mungu wa Danieli ni mkubwa. Haleluya. Waliambiwa kwamba usiogope, ni pamoja nawe. Ndio nakwambia safari, kama unaishi mwenye madhabahu, hata wakuta wamejipanga njia gani, haya madhabahu yatakutetea. Mtumishi wa Mungu ukisema Apostle Geoffrey anasimama na upanga wake. Amina. Haleluya. Hiyo ndio malaika tumetumiwa. Aliye karibu nasi. Amen. Haleluya. Amen. Tena mbele yako. Mfalme. Sikukosa neno. Si hakuna jambo nimekosa. Amen. Mstari wa 23 inasema, nafikisha bado sana. 25 ndio nafikisha hapa ndipo. Mstari wa 23 inasema, basi mfalme akafurahi sana. Basi mfalme akafurahia tena, alikuwa ndio adui wake tena akafurahi. Akaona mimi sitawahi ona hii. Hadi nimeweka mitambo, nimeweka kabuti, lakini mtu anatoka akiwa mkubwa. Hii hapana. Hata ndio nasikia kushirika ndio kanisa yenu hapa. Naona pasa wenu ni mzuri. Ameweka kwa wachai wake, ameambiwa pale usimguse. Pasa wake anakujanga na kusimamia. Pasa wake ni mkali.
anajua kuvunja mapepo, anajua siri zote. Ndio sababu naona leo nataka niende kwa kwenu, mwambie tena faa vizuri twende ndio useme yote. Haleluya. Amen. Akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Wakasema sasa mtoe Danieli katika lile tundu ndani. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu. Wala dala lolote. Hakuna mahali alikuwa na jeraha yoyote, alitoka akiwa mzima wa heri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utapigwa vita, watakuona, watakuinukia, watafungwa macho, watakuwa vipofu na utapita katikati yao. Waulizane tulikuwa tunamtafuta tumuone, maana Mungu amesha kuzingira na malaika. Haleluya. Mwambie uende ujasiri, maana utashinda. Haleluya. Amen. Kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Alikuwa anamwomba Mungu. Wacha tu nyinyi mnafika. Sasa hiyo pastor wetu sionai kama anapanga vizuri. Nimeambiwa pastor mwingine ako Ruben, unaenda mara Tasia, unaenda. Sasa inafika mwisho tena wanajua pastor. Nasema, nataka kurudi kabisa. Naona pastor atanitusi. Urudi tu ataona. Mwingine nilimwambia hata ukirudi atajua kwa katakanga ya makanisa. Haleluya. Amen. Mbona wewe utokangi? Ambia mimi kama nimebandwa hapa ndani. Sikila Mungu atanichukua kuenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilimwambia mimi kutoka hapo sijui. Lakini kama unajua nini? Hivi karibuni nitafungulia kanisa sina. Mama, ukifungulia tunaenda. Mimi nitafungulia. Amen. Akafurahia. Umaliza. Mstari wa 24 inasema Mfalme akaamuru nao akawaleta wale watu waliomshtaki Danieli. Haleluya. Sasa mfalme alipiga makofi hapo. Akawaleta wale watu walionena kinyume ya mtumishi. Huyo ni Mungu aliye juu mbinguni. Anapiga watu kiboko hapa ambao wamenena haya madhabahu mbaya, waliona nyoka, waliona sijui nini. Sasa Mungu ameleta wapi? Hapo apige kiboko yake. Haleluya. Haitachukua muda na Mungu achelewe. Utakiona live and direct. Amen. Mwenye ametusia madhabahu kuna kitu inafanyika. Amen. Na nimewaambia tu haiendi bali. Mimi nina ushuhuda. Madhabahu sio mahali pa kuna kisi. Madhabahu sio mahali unaongea vile unataka. Hapa sio kwako. Amen. Sio kwa baba yako, sio kwa mama yako, sio kwa babu yako. Sio vile unataka. Sio mahali unaenda choo na bubu na hata mavi kinuka hapo. Wacha usensi na watu nyingi. Haleluya. Amen. Wakawatupa katika tundu la simba. Haleluya. Wale watu waliruzwa wapi? Kwa ile simu ya Danieli. Haleluya, sema asante Yesu. Watai wako wote waruhusu wapi? Waruhusu kwa madhabahu. Simruhusu. Amje kuruhusu mara ya kwanza ruhusa. Ya pili waruhusu. Ya tatu waruhusu. Ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Ingia ndani na tukupenda. Amina. Haleluya, tuachilie tumechoka. Amen. We are tired of you. Wao na watoto wao. Na watoto wao wakaruhusu ndani. Yaani kizazi kaisa hivyo. Haleluya. Amen. Simpigie Mungu makofi. Kama mtawi wako utaangamizwa. Familia yako yote hautaonekana tena. Nani utaniangamiza? Mungu amefanya kwa hifaza. Amekuangamiza kwa jina la Yesu. Ulidhani kanisa litaisha, ukapiga makofi, ukapiga masimu. Yenu ndio itaangamizwa. Yenu ndio itaisha. Tumetuma vita, tumetuma radi, tumetuma kisungusungu. Haleluya. Haleluya. Mbinguni tiwapo amani. Hilo likosesa wale simba amani. Wakumudhuru Danieli. Leo tumetuma ile nguvu za Danieli. Kila mahali mbinguni wamekalia. Mahali wanatembea. Anainua kinywa chake. Kunena kinyume cha kanisa. Yao. Tumekuja. Tumetuma moto. Tumetuma fire. Tamam. Amen. Na wake zao. Yaani kila mtu anapenda. Na hiyo ndivyo itakuweko. Na wale simba wakawashinda, wakaifunja mifupa yao. Oh, haleluya. Simba wakawamaliza. Ambia mutakufa bila bibi. Mutakufa vibaya nini? Mutakufa bila kujua. Mutakufa mkiniangamiza ni nyinyi. Mlidhani nimefika mwisho nimeshindwa. Hapo ndipo naenda kuinuliwa. Amen. Hapo ndipo tunaenda kuinuliwa. Hapo baraka yangu inakuja. Nimegusa imuti. Yote ameingia mahali hapa. Kandamizwa na maadui.
nyumbani akajenga, wakatuma vitu zao. Yote ule baba ameteseka, amezikwa kimbilia wapi? Leo tumefungua hizo za Simba. Sasa wachawi, sasa waganga, nimesika imuti ni Simba. Ni Simba wa Danieli. Mutetea, mubariki. Wana uchasiri. Tunasema Mungu wa Danieli ainuliwe. Mungu wa Danieli asimiwe. Mungu wa Danieli abudiwe. Maana alishinda kifo milele na milele. Kabla hawajafika chini ya tunda. Hata hawakufika chini, walikata katiwa tu. Eli Danieli alikaa ndani na akatoka. Hebu nikwambie, ati umekaa na simba wengi na wako bila kukumeza. Huyu sio ujue naomba Mungu wa kweli. Amen. Ujue naomba Mungu wa kweli. Ujue madhabahu unaenda ni madhabahu ya kukupigania. Amen. Madhabahu ya kukutetea. Madhabahu ya kukubariki. Sio madhabahu ovyo ovyo. Mstari wa 25 inasema sasa ya mwisho mtaenda na jini msome masaa kuna hoteli. Amen. Mstari wa 25 inasema haya, na kitu wanasema kuna wimbo wanaimba gokaira Jehova Ngai wakwa enaliande na mathina maingi lewa florikana Ngai mojo. Nasikia wakati uko na shida ndio nakumbuka kuita Mungu, lakini wakati lakini wakati nimekutana na miujiza yangu nasahau kwa Mungu. Ni wangapi ambao Mungu hiyo wimbo kuendelea chini nasema hivyo, ati nikiwa na shida tapiga magoti baba, najua mtumishi wako tupe kuna mahali amelitoa ana machozi baba, Mungu ngozi sita kisa umemsahau. Ni ukweli ama ni uongo? Tunaomba wakati uko na shida. Unakumbuka pasa wakati uko na shida. Hapo ndio unamkumbuka. Lakini ukiwa sawa, acha nako kapasa kamesoea. Mwingine aliniambia ati kila siku ni sadaka tunaitizwa. Tiendi hiyo kanisa kaambia wewe. Akisiko na shida nipeleke kwa mtumishi mwambie tupeleke sadaka. Maana ni wa sadaka, sikupeleke. Haleluya. Amen. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote. Haleluya. Ule mfalme Dario akaandika barua kwa kabila zote. Haleluya. Yaani ujumbe baba yetu amefanya kazi hapa imeenea kila pande zote za nchi. Kuna kapasa kako Njenga ni kakali sana kanatumia majini. Haleluya. Hapo kapasa kanaponya mapepo. Hapo kapasa wanaitaka hivyo. Kanaondoka kanaponya wanda wasimu. Hapo kapasa kanajua mpaka siri ya kitanda yako, ukienda na boyfriend wako, mpango wa kando, uko na dupa. Hapo kapasa kanatumia nini? Wanaitaka hivyo. Hapo mimi pasa, hapo kapasa. Sikia sasa. Waite kabisa. Halo. Sikia. Habari ndio hiyo. Sikia. Na taifa zote. Na taifa zote. Na lugha zote. Hata iwe ni hii ya kuongea kidini. Sote silijua. Waliokaa juu ya uso wa dunia. Waliokaa wote katika uso wa dunia. Amani na akasema na amani ongezeke kwenu, maana sio nyinyi watu wa kuchezea. Waambie yote anayekuja katika hii kanisa hata uso. Amen. Haleluya. Amen. Mwenye amesimu mafuta ya mtumishi atatetewa. Amen. Usimuone mdogo, usimhukumu dhambi zake. Wacha afanye dhambi zake. Kuna Mungu anaona. Haleluya. Usione ubaya wake, kuna uzuri alikutendea. Usione ubaya wake, kuna mahali alikusika mkono. Usihukumu wanadamu. Anayehukumu. Amen. Kitabu ya Marki 3:27 inasema atakaye kusamewa ni hii dhambi za dunia, lakini kutusi mtumishi wa Mungu hakuna kusamewa. Kwa hivyo nyinyi mtusi, siku ile Mungu atainuka na ghadhabu ya simba ya meno vile iliinuka ikameza wale wa mama pamoja na familia yao, itawameza. Sio mtumishi, bali ni neno litakatokana na Mungu. Ni neno litakatokana na baba yetu. Ni neno Mungu amekasirika. Maana mtumishi amelia machozi, amechoka. Mungu ambariki na wainue. I let God bless you so much. Amen. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. I think nimesikiliza injili, nimeipata vizuri, nimebarikiwa. Bwana apewe sifa. Kuna mambo ambayo mwanadamu anaweza kaa katika maisha ushindwe kuyaelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kile ambacho upandacho ndio mtu anavuna kile amepanda. Bwana apewe sifa. Lakini utakapoamini ya kwamba mafundisho nimepewa, mimi nimeingia kwa room kidogo, nikiwa kwa ofisi nimeletewa kijana
Yule kijana amepagawa na mapepo. Yule kijana ameletwa kwa chacha akipiga nduru akidusha mangumi sana. Lakini kijana alikuwa amechorwa alama hapa ya miwani. Yaani macho yake imechorwa kama miwani, ile miwani na kama. Yule mtoto alikuwa na mapepo, maana alikuwa devil worshiper. Nikaambiwa huyu mtoto umtoe devil worshiper. Nikiendelea kuomba, nikasikia kitu kinaniambia enendeni mpaka kwa mto pale. Kufika kwa mto nikapata daraja imeng'olewa. Kupata daraja imeng'olewa, tulikuwa tuvuke ng'ambo ile nyingine. Pitaya akaniambia wacha mimi niingie hapa chini, niingie kwa ghorofa hapo. Kulikuwa na rafiki yake ambaye ni producer, ili aende amuombe kitu aje arudi. Lakini Pitaya kurudi akapata nimetoa ikanzu. Nikamwambia ikanzu ioshe na maji ya hiyo mto ndio niende kuomba ile demon iko huko. Nikiwa nimekaa kwa ile pale kwa ile mto, nikasema wacha nitoke. Na nimetoa machozi dakika 5. Nikiingia nikakuta nimeingia kwa hoteli. Kuingia kwa hoteli nikapata TV kubwa kwa ile hoteli. Sasa mimi nikaangalia TV kidogo nikiwa nimekaa kwa hoteli. Huyu akatoka ameshika omena na kiondo kile kikubwa omena. Sasa niambia anaenda kuuza sasa hii mchana. Na nikasema au kwa service, kwani na huyu amebadilisha kanisa. Kuangalia nikaona mama mwingine huwa anashiriki hapa. Wako na yeye wawili watatu. Karibu wanne. Mmoja alikuwa amebeba mtoto. Na nikaona eji yangu. Eji yangu anatoka nyuma na huyu sasa amebeba omena ni kama anaenda kuuza omena. Sasa kuja kwa hiyo hoteli, kumbe kukaa nikaona nimebadilika ijakuwa hoteli ni klabu. Sasa mimi nikamwambia juu nimeingia kwa klabu sitatoka, nipe Sprite. Nikapewa soda ya Sprite. Unajua hapo nilikuwa ni hapo tu nimeingia zaidi. Sasa nikasikia huyu anaomba, watu wanashangilia. Sasa mmoja akasema alhamdulillah. Sasa huyu aliongea kwa Kioria akasema alhamdulillah. Sasa mimi akiongea hivyo nikamfuatilia. Nikashangaa. Kwani mbona tena kanisani nimeacha Pastor Beatrice na kumekuwa na Waislamu huko? Mungu akaniambia kwamba ninakuonesha vile Waislamu wanapendana na nyinyi wa Kristo mpendane hivyo. Usione mtu hajakuja kanisani ukaanze kumhukumu. Kama hajakuja muulize ulikuwa na shida gani ungekuja leo. Kama eji yangu tusimhukumu, tungojee Mungu, tumuulize kwa nini umekachelewa hapo nje. Ulihama kanisa. So nikaona watu wamehama, wale niliona wamehama, ule akawa anawaambia warudi. Lakini huyu alikuwa na omena, yeye anataka kuuza mchana. Sasa mimi nikabaki pale kwa hoteli. Sasa ukakaa tena huyu hakuenda, akarudi akaangalia kama niko. Nikainama nisiwaone. Sasa wakuja kwa mama kama wasitasama. Wanasema tumeona pastor ni kama amepita na kama ni pastor na ni kama ni pastor lakini ameingia kwa klabu. Sasa wakakuja wakanifuata. Wakiingia wakanipata mimi nakunywa soda. Sasa wakasimamia hapa. Lakini hawajaniona, mimi naendelea kunywa soda yangu. Nikasema sijaitisha kitu mbaya, mimi naendelea kunywa soda. Sasa ile pepo ya yule kijana ikaanza kulipuka tena. Nikalipuka. So nikakumbuka nini? Nilikuwa hospitali 12. Nimeenda hospitali hizo zote. Kenye kinipeleka nilienda kuombea wagonjwa wapone. Haleluya. Niliombea wazimu the same day yeye akawa discharge. The following day wazimu zote zile niliombea zilikuwa discharge mpaka wakauliza na ni kweli huyu jamaa tunamuonanga TikTok. Huyu jamaa tunamuonanga TikTok. Mmoja nilikuwa nimeconnectiwa na madam na my wife. Alikuwa ni wako kina wife. Hata leo usiku ndiye ameniambia, "Na wewe?" Nilikuwa nimekaa kwa nyumba. Tumelala amefika saa 8 akaniamsha. Kaniambia mimi nimeambiwa nimelala hapa. Nimeona kila mahali ni white. Namuuliza kwa nini? Ameniambia mimi nimelala hapa naona kila mahali ni white. Sasa nikamuuliza kwa nini ni white? Kaniambia nimejaribu mpaka nifanye hivi nione kama ni wewe. Mpaka nimekuwa kugusa nione kama ni wewe. Nikamwambia mimi kila mahali naona white. Nikamwambia kwa nini mimi nakaa white? Kaniambia mimi nimesikia sauti inaniambia wewe si wa kawaida. Nikamwambia mimi wa kawaida kama nini? Ile kitu ni huyu ni my wife ameniuliza, "Mbona wewe si wa kawaida?" Nikamwambia hapana, mimi ni wa kawaida lakini kile ambacho niko nacho nimebeba neema ambao ni kibali.
ambayo naweza tena labda kibali nimepewa na kugusa hivi unapona. Amen. Akaniambia ukweli, nimeamini. Yaani yule kijana alikuwa akuli, alikuwa anapiga nduru, anaona watu wamekufa, lakini saa hii napigiwa simu kutoka nyumbani, kijana ni mzima kabisa. Amen. Tena muujiza mpaka mahali umeolewa, mpaka mahali umeoa, wakutambue huyo ndio Yesu. Amen. Tena miujiza, wanaokuona wakutambue. Haleluya. Amen. Mimi nasema hivi, miujiza Evangelist Ezekiel imefanya nimtambue. Wala siku. Miujiza Geoffrey imefanya nijitambue. Miujiza Ng'ang'a imefanya nimtambue. Lakini wengine ni mdomo na umbea. Unapiga mdomo na uwezi ukaponya. Unapiga mdomo na uwezi ukaponya. Unapiga mdomo na unatuongelea na uwezi ukaponya. Bwana apewe sifa. Amen. Hapa nimeponya ukiona. Nimefungua viwete mkiona. Nimefungua wachawi hapa wakawacha uchawi. Ndio hapa. Wakawacha uchawi. Bwana apewe sifa. Naomba kwa dakika hii nikuombee ufunguliwe pia kwa jina la Yesu. Amen. Kama kuna mtu alikamata kibali yako, akiachilia na wewe uende ubarikiwe. Amen. Haleluya. Usiku wa manane nimekaa nasikia Muhammad ananipigia simu ananiambia, "Baba, nasikia itafika saa ngapi asubuhi nikuone?" Nikasema, "Kuna nini?" Nimekosea. Muhammad ananiambia, "Baba, mimi nataka kuona asubuhi kabla ifike. Nasikia nikuone tu." Nikasema, "Mimi nimeamka kitabu." Muhammad saa 8 usiku saa 5. Ati baba, mimi nasikia itafika saa ngapi? Hata nashangaa nimemwona hapa. Nikajiuliza maswali na aliniambia, "Nimesikia niamke usiku nikuje kanisani." Yaani nikuone hiyo sauti yako pekee yake. Ni sauti ya kuponya, ni sauti ya sio ama kama nadanganya. Muhammad njoo niambie by the way. Hii kitu lazima utoe ushuhuda. Karibu Muhammad, hiyo ushuhuda yako kama inanichoma. Amen. Amen. Hiyo piga makofi. Amen. Acha tuambie. Bado tujue. Sikianga vile nasikianga hapo. Acha tuambie sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Last week nilijanga kwa apostle. Kuna wakati sikuwa nakuja kanisa. Sasa ile kuja akaniombea. Akaniambia nilikuwa nimefungwa. Ili nisikuje huku nijue ukweli. Sasa ile akiniombea akaniambia hata niombea kawaida. Kuna maji yalipitisha hapo ndani. Ile aliniombea mimi kwenda nikaona nimebadilika. Sasa jana nilikuwa na tamaa nirudi. Sasa nilikuwa na ile kufungwa ndio nikaona nilikuwa nimefungwa, sasa nimefunguka. Sasa mimi nasema tuheshimu madhabahu. Amen. Na ukumbuke yeye si Mkristo. Yeye ni Muislamu lakini ameamua kukaa na apostle. Bwana apewe sifa. Ile kufungwa alikuwa amefungwa asione, ataona mbele sasa. Bwana apewe sifa. Kuna watu wamefungwa hawawezi wakaona mbele. Haleluya. Wakati Gideoni alikuwa amekamatwa, Gideoni alikuwa amefungwa, lakini Gideoni alipotambua siri, shida ni kwa madhabahu ya baba. Gideoni alienda usiku akayabomoa madhabahu na akajenga madhabahu. Bwana apewe sifa. Amen. Kuna watu umefungwa, kuna watu umekaa kanisani lakini umefungwa, kuna watu umesaidia lakini umefungwa, kuna watu umeinua lakini umefungwa, kuna watu umebebea mizigo yao lakini umefungwa. Yale yote umefanya, hakuna mtu ameona jambo hata nzuri umelitaja nzuri hata moja. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu waliofungwa, na tamani leo ile vifungo uliowekwa sifungue kwa jina la Yesu. Mahali ulipo uanze kutembea kama umebarikiwa, uanze kuinuliwa kama umebarikiwa, uanze kutembea kama umebarikiwa. Aliyekunena mabaya mwachie Mungu. Ndiposa nasema kila wakati, not every dog you feed. You see a dog is suffering and you feed that dog, and other dogs you feed, they will come to bite you. Amen. Bwana apewe sifa. Si watu wote wanasaidia. Unaona wanateseka uwasaidie. Ukiona mtu anateseka unasema wewe msaidie huyu, acha nisaidie huyu, acha nimsaidie huyu. Sio watu wote wasaidia waseme asante. Wengine utawasaidia siku watanona watarudi kukutusi. Amen. Watarudi kukula. Amen.
Bwana apewe sifa. Utafuga umbwa, uifuge umbwa ikikula, usione kila umbwa iko huko nje inateseka. Ukaipeleka kwa nyumba ukaisaidia. Umbwa zingine utaenda badala ya kujisaidia, sirudi zikuume wewe mwenyewe. Wangapi nimesaidia hapa na wametoka wamerudi kuniuma. Bwana apewe sifa. Nimesaidia hapa. Nimemaliza kusaidia hapa. Wameshatoka sasa wamenona. Unajifanyanga pastor. Unajifanya pastor. Nani pastor? Na mimi wacha nikwambie leo, not every dog you see suffering you feed unaona ni mzuri. Other dogs are there to bite you. Zitakuuma kesho. Bwana apewe. Na mwenzako mwambie injili inaponya. Injili inafungua. Injili inainua. Injili inatakasa. Kuanzia leo nimejua kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni hatuendi kwa miujiza ya Mtume Geoffrey. Mbinguni hatuendi kwa miujiza ya Mtume Geoffrey. Mbinguni tutaienda kwa ajili ya neno. Amen. Neno litatupeleka mbinguni. Amen. Lakini Geoffrey hawezi kupeleka mbinguni. Geoffrey hawezi kupeleka mbinguni. Amen. Neno litafundisha, litakupeleka mbinguni. Wanapewa sio? Watu wa Mungu, ukiona baba yako wa kiroho hata akiwa anafanya dhambi, uachane naye. Walipomuona Musa anafanya dhambi, walimuona Musa ameanguka, wakaona Musa avai, wakaanza kuona mbona Mungu anaongea na Musa na sio sisi, siaongea na sisi pia, maana Musa ametenda dhambi. Kwa hivyo kuna watu wanangojea waone umefanya dhambi, waseme si Mungu anipea kibali ya ule Geoffrey. Hawezi. Mungu akamwambia sasa, ninawatoa nje ya hema mkiwa watatu. Akawatoa Musa, akamtoa Aroni na akamtoa Miriam, akawafikisha nje, akawatoa wawili kando, akawaambia njoo nyinyi wawili. Akawaambia mbona mkamunena mtumishi wangu? Mbona mkamunena mtumishi wangu? Hata kanikwambia leo, nabii ni macho ya Mungu. Hata divinity concern gentle river, the nation from the later river suneta, recosity from the interior river buneta, a boy conceals gentle. Mungu akaniambia kwamba enendeni kwa madhabahu ukaombea watu wangu uponyaji, wakafunguliwa. Amen. Sijakuja hapa kwa sababu wachungaji. Ninaambianga wachungaji wale mnangojea wachungaji wakihubiri, mnawasema vibaya. Mungu akutane na nyinyi mapema. Bwana pesa. Hebu sikia huyu pastor vile anahubiri. Hebu sikia huyu pastor vile ananena. Hebu hiyo ni content ya social media. Unaenda kwa TikTok unakuta pastor anakaa kwa madhabahu. Huyo ni pastor sasa. Pastor ako hapa ametengeneza content. Mimi hiyo siwezi kubali. Hatisikia vile huyu pastor anahubiri. Biblia inasema kwamba ombeni musije mkaingia majaribuni. Ombeni musije mkaingia majaribuni. Sasa wewe umeacha kuomba? Umeanza kufuatilia Pastor Geoffrey? Umewacha kuomba unafuata Geoffrey? Umewacha kuomba unafuata madhabahu ya Apostle Geoffrey? Umeacha kuomba ni Geoffrey unaona? Umeacha kuomba mimi nimeponya viwete, mimi nimeponya viziwi, mimi nimeponya wazimu, na sio mimi naponya, ni Mungu aliye ndani yangu. Anayeponya sio mimi Geoffrey, anayeponya yuko ndani yangu. Sio wewe Geoffrey uliponya, kupitia Geoffrey ukapona. Amina. Kupitia Geoffrey. Kwani Geoffrey akiwa hakukuwa na mapasta wengine? Si uko na mapasta wengine? Kwa hivyo hata ule mtumishi wa Mungu aliyetembea na mchungaji wake, akiwa anatembea na mfalme, wakafika mahali akamwambia mtumishi wa Mungu, kwenye huu mji nasikia kunaye mtu mmoja ambaye ni muonaji, na huyu muonaji ambaye ni nabii akisema kitu kinafanyika. Hebu na tuende kwake atuambie safari yetu mbele iko vipi. Haleluya, haleluya, haleluya. Akamwambia namna hiyo. Alipomwambia akamaliza, na alipomaliza akamwambia na atuelezee mbele kutakuwa aje na tumtolee sadaka. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo unapotoa sadaka kwa prophet, umejifanyia agano yako na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Ile mapepo inakusumbua. Mwanangu, ile mapepo inakuteza ati usiolewe uone kesho na wewe ukiolewa. Ati uteseke, ati usipate kamume kesho uone mume mzuri. Haleluya. Jana yako ulikuwa mkonde.
Juzi yako ulikuwa mkonde, leo yako umenenepa. Haleluya, amen. Sasa wote ni si ni mikono nimebeba. Nataka uamini, I carry there some powers. I carry some powers in my hand. Nikifanya hivi utasikia enyewe this apostle nimetoka hospitali. Utaona Mungu amebeba nini? Utaona Jofre amebeba nini? Kuna neema nimebeba. Bwana apewe sifa. Amen. Mami, umeiolewa? Umejaribu kuolewa? Umeikuwa na boyfriend? Amekudisappoint? Alikwambia nakupenda usa? Sasa angalia hii sura uko nayo, unaona unapenda. Angalia mkono wangu hapa. Uone vile hii mkono itakuleta hapa peke yake. Na sikuji hapo. And you see, mimi nimekuuliza tu umeolewa, lakini mimi nakwambia hata kuolewa ni ngumu, walifunga. Maisha yako yalifunga. Sasa uangalie mkono. Uone kama hii mkono na sikuji hapo, uone kama itakuleta hapa mahali hivi. Bwana pesi. Amen. Hii mkono tu. Unaiangalia mzuri? Niangalia hii mkono. Hii ni mkono tu. Hii inakuja mpaka wazimu wanapona. Angalia tu hii. Neema ya Mungu na kibali yako nimeleta kwa madhabahu. Nimeleta kibali yako, nimeifungulia hapa. Unabii wako nimeuleta hapa. Unabii wako nimeuleta hapa. Unabii wako nimeuleta hapa. 1 2 3 4. Roho Bwana akuchunguze na ufunguliwe. Hiyo ndoa waliofunga, maisha yako waliofunga, nimeyafungua kwa jina la Yesu Kristo. Nimefungua upako na kibali. Bwana, nimekuchukua tu, nishakuleta kwa madhabahu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuchukua waliokufunga usiwaipata maisha. Waliosema utaipata kazi, walisema utawaiolewa, walisema utasunguka uchoke. Nafungua kibali yako na unabii. Yoyote aliyekamata anga yako, nimeifungua kwa jina la Yesu. Nimeifungua mara ya kwanza, nimeifungua mara ya pili, nimeifungua mara in the mighty name of Jesus. Naifungua hivyo. Naifungua tena. 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 Na mlete tu hapa peke yangu. Hata usizunguke, mlete tu. Na ilete tena. Mlete tena. Na mlete tena in the mighty name of Jesus. Yeye mtaacha tu ngonge hapo chini. Agonge na meza mseme pastor aliu. I told you. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuvuta na hii mkono. Si mkono mwingine, chazo mingi sana. Ninakuvuta pale maana ile nguvu nimepewa kwa hii mikono na Yesu Kristo. Mimi sijapewa pete za ushetani, sijapewa majini na yoyote, nimepewa neema na Yesu Kristo. Sijaenda kununua pete mnadanganywa. Yesu ana nguvu. Akikupa kitu amekupa. Yesu ana nguvu. Akikupa neema amekupa. Huyo amefungwa kuolewa, amefungwa kazi, amefungwa ndoa, amefungwa passport, hawezi safiri maana walibeba ile passport. Haleluya. Amen. Pastor gani anasema mimi nimesimama hapa mara yote nichukue mwingine? Bwana bazi. Amen. Huyu dada, hii mimba iko kwa tumbo. Angalia mwanangu wewe. Angalia hii. Hii mimba iko kwa tumbo. Hautaenda operation. Nimeichukua hiyo. Na waliokuandika wakulipa bwana. Na chilio neema na kuvuta mpaka hapa mahali nilipo. Na kuvuta mara ya kwanza, na kuvuta mara ya pili, na kuvuta mara ya tatu, na kuvuta mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita. Na kuvuta hivyo. Na kuvuta hivyo. Na kuvuta hivyo, na kuvuta hivyo, na kuvuta hivyo. Maana ukisimama tena kuvuta sasa huko. Na kuvuta mara ya kwanza, na kuvuta mara ya pili. 1 2
na kuchukua hapa. Na chukua hiyo tumbo. Na vuruta hiyo tumbo mara ya kwanza, na vuruta hiyo tumbo mara ya pili, na vuruta tumbo mara ya tatu, na vuruta tumbo mara ya nne. Sasa nikuvuta ukifika hapo unapona, unafunguliwa tu. Na vuruta mara ya pili, vuruta mara ndio useme unalipwa. 1. Ndio hiyo. Ndio hiyo kibali yako. Unabii wako, huduma wako, neema ulio nayo. Naivuta mpaka maana niko. Naivuta. The man of Jesus. Ni watu sasa. Vuta ama. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Baba naombea hii tumbo asiende operation yoyote. Nimetoa operation, nimetoa mahangaiko. The mighty name of Jesus. Nimetoa hiyo kwa tumbo, nimezitoa zote. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Nimetoa kwa jina la Yesu kila agano na kila pepo. Kama the man of Jesus Christ. Baba, kuanzia dakika hii nimemfungua kwa nguvu zako. Akitoka hapa ameenda kupona. In Jesus name. Amen. Just very simple. When God has anointed you, when God has given you power, you have the authority to pull every demonic powers from your body in the name of Jesus. Hata kama watanikataa, I have power. I have God's power. I have no anyone's power, but I'm carrying God's power. Hallelujah. Siwezi beba za wanadamu ati wewe kuja nikupea chain, nikupea pete. I have no chain and I don't want chain. I don't want pete. I don't want anything. Hata nikimaliza nimwambie mtoto, sasa hapa hata siendangi karibu na yeye. Nasema mtoto amka. Hata Yesu akaingia kwa nyumba ya Jairo, akampata mtoto amesilai. Mimi nimewatolea watu ICU. Wanapewa sifa. Amen. Nimewatolea watu ICU. Na nikawaponya. Nimekutolea kiwete, akapona. Nimekutolea mwenye aendi choo, akaenda choo. Haleluya. Kama choo inashindikana na kufungulia mpaka choo, na kufungulia mpaka tapu ya choo, kanisa wapige. Kama si wewe Bwana ningekuwaje mimi? Kama si wewe Bwana ningekuwaje mimi? Ote mimi. Kama si wewe Bwana ningekuwaje? Kama si wewe Bwana ningekuwaje mimi? Kama si wewe Bwana ningekuwaje mimi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watakukataa lakini Bwana atakutumia. Watakusema lakini Bwana atakutumia. Watakuinukia lakini Bwana atakutumia. Maneno ya wanadamu haitafanya Mungu akose kukutumia. Maneno ya Miriamu na Aroni haikufanya Moses asitumike. Mungu akamwambia Aroni na Moses na Aroni na Miriamu ya kwamba nabii wangu nitanena na yeye ana kwa ana, neno kwa neno, macho kwa macho, unabii kwa unabii. Wewe niseme kwa mabaya vile unavyotaka, niongee kwa mbaya vile unavyotaka, lakini ujui mimi si wenyu, na ujue ya kwamba mimi sijatumwa na wewe. Nimetumwa na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Nilikuwa kwa ofisi, nimepewa ujumbe, nimemalizika na ujumbe. Nilikuwa hapa nikawaongelesha. Hapa nimeambiwa nini? Aliyekuwa anasema yule kijana wa Karo atasoma. Karo, ile imani uko nayo, unauza 200, unachukua 10. Karo, Mungu mmoja. Hata kama Zolo mpaka nimesoea hiyo jina. Nikiona Zolo, si wewe. Nikiona hiyo jina najua ameuza 200, ameweka 20 bob. Amebaki na 10 na 180. Lakini wengine hata uze mpaka uze shilingi 10, hata kuchukua shilingi moja utume fungu la 10 uwezi. Mtu anauza, mtamalizia kuuza mapani kwa sababu amtolei Bwana sadaka yake. Nyinyi ni wezi. Biblia inasema kwamba wamekuwa wezi mpaka wananiibia sehemu yangu. Wanapewa sifa. Unajua kwa nini sengine hata roho anashuka kwa mtu? Wengine unajua Mungu ashukange kwenu kwa sababu gani? Mko na roho ya sijui niite roho ya mbwa. Bwana basi. Ule Mungu amenipa kibali, ataponya ninyi. Kama kuna watoto wenu wako Uarabuni, pia wapone kwa jina la Yesu. Kama kuna watoto wenu wako Uarabuni, wapone kwa jina la Yesu. Watakusahau lakini Baba wewe ni sawa. Nilikuwa naambia Shira jokuja. Ulikuwa unaitwa Shira?
Kuja. Huyu na nadhani nimwambie na nirudie tena. Nataka kurudia tena. Huyu msipochunga mama hapa. Huyu ataje nimtumie example. Nimelea na nitalea na kiboko. Hata waje nimwambie mimi sasa. Hata akikosa mimi hata msiambie mtu. Niite tu mimi peke yangu. Nadhani kama nifunje miguu. Kwa sababu gani? Nimeng'ang'ana akiwa anasoma. Na mwacha hapa dakika mbili pale kwa chache. Nikigeuka kona ninakuta akona kama mwanaume. Namwambia, "Wewe si ni mdogo, usingoje kwanza nitakuvunja miguu." Nikaona amekuja akarudi chini, akaenda kusoma. Sasa hivi naona amekuja Nairobi. Lakini mumchunge, ataweza toroka anytime arudi nyumbani. Mimi nawaambia, mimi naona roho ya kupotea, ya kujitoa kwa nyumba. Atakuwa missing. Lakini nakuomba uwe na tabia nzuri. Ukiwa na tabia nzuri, unaona ule mama yako vile anang'ang'ana, umwambie mama, enyewe na ile ukiona kuna roho mbaya kwake, nenda uipe kasadaka kake. Leo tuvunje madhabahu. Tunaelewana hapo? Tunaelewana hapo? Unaniambia mimi niambia grade ulipata? Hebu niambia leo. Utaenda college ama university? Utaenda university. Utaenda university. Nataka kumtolea mtu ambaye anavuta bangi na sigara. Ini kanisa ama ni maana pigwa gari wala ganga. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Watoto wangu, wacha niwalee vizuri. Umeuliza Neli alipata nini? Umeenda mtafute kwa nyumba muulize. Wacha ile siku nitampata tu ndiye anazuia hapo chini na hitu mbwea. Naweza kumpitisha na rungu. Nilimleta jana hata kujua vile nilifikisha Nairobi. Nilimleta na rungu. Mimi ni mzazi mzuri. Sema mzazi mzuri. Watoto wangu, mimi nikiona mtoto wangu anakosea, nasikia mbaya. Na nitataka kuja nikaa na wewe chini, nani alikufundisha? Nani alikupea mpaka tumalize. Sasa ukiniambia mwenye alikufundisha namuombea akufe. Na ninamuua. Naambia Mungu amuue, asitese mtoto wenyewe. Bwana apewe sifa. Unajua sifa, mimi ndamuua. Namtumia moto, leo inamchoma imumalize. Haleluya. Amen. Umefanya kitu hata kazini yako hata mmoja jifanya mama yako. Kimza. Msiniulize ni kitu gani, siwaambi. Na mkitaka niwaambie unaniletea elfu moja hapa. Mbona kweli? Mwenye ndani mwambie na elfu moja wapi? Elfu moja hapa? Mbele. Hapa. Hapa. Hapa mbe? Yeye ujua kama utagusa hiyo kitu. Na siamini. Hata sasa hivi kama ninaota juu imeniambia nikiwa hapa nikataka nikuvurute na mozi ya kiko. How can I pray for you? Hata zingine nachanganyikiwa kukompea. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niombe kwanza fungu la 10. Leo nataka kuombea watu wanafanya kazi. Leo hata sitaki kwanza. Sadaka naiombea fungu la 10. Mtu alete fungu la 10. Na hiyo fungu la 10 sasa mnawekanga 300, bora mnauzanga 100 kila mwezi. Naona mngetoa fungu la 10. Mwingine ananiwekea 300 kila kwani mnalipa 3000 mpaka mwezi. Nitaomba hiyo kazi ikuwe mzuri. Chukua bahasha fungu la 10. Nimesema mchukue bahasha ya fungu la 10 kama hamtoangi nijue mapema. Niwatumie moto. Ni watu wawili wanafanya kazi kwa Yesu. Hizi biashara mmefungua mnauzanga panda. Baba, kazi yako naitoleanga fungu la 10. Hela tuongea.
God bless those people, bless others. God bless those people who give. If you can't give, even God cannot give you. Kama unajua uko hapa uko na fungu la 10, chukua bahasha. Sasa najua hatujamaliza mwezi. Kuna wale wanafanya biashara. Sasa madam kama wewe nasikia ukuombea, lakini hata kubeba sadaka 300 ya kuombea hiyo mimba yako uko hapa. Unajifungua lini? Haujui? Kwani ulipewa mimba na hewa? Hawaishi hapa. Naidungwa sindano, huyo ni maiti ambaye amezika kwa tumbo. Bana kazi. Na sisi wote tuko hapa duniani maiti watarajiwa tutakufa tu. Hata nikikataa leo nitakufa tu. Hata nikitoroka mauti nitakufa tu. Baba nahitaji kujua nitalema. Si baba mbazi mmeniambia mkae nyuma yake. Nahitaji ya fungu. Baba nimefungua hiyo tumbo. Nimefungua tena. Nimefungua tena. Nimefunguliwa. Nimefunguliwa. Naraka. 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 Hiyo nafungua hii tumbo na ufunguliwe. Nafunguliwa. Nafunguliwa. Hiyo tumbo ifunguliwe. Ajifungulia hapa hospitali. Nataka kuona vile tumbo itashake kama inageuka, alafu mtoto ageuka. Na nafikiri imefika mwezi 8 inaelekea 9, ni kama amemaliza hapo. Kumaliza aende ajifungue salama. Hata kama ajui kufika tarehe 7 tutakuwa na mtoto anaitwa Emmanuel. Kile unataka msichana. Sikani ni msichana. Ukuuliza. Singeuliza amelala pande gani? Selini. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Kuna vijana watatu? Tafikiria vijana wanne. Taweza? Mungu si ukubali tu mpea msichana tukuhusia. You know, a prophet is a prophet. I can change. Yes. Change. I can change. Maana lakini napandisha pande moja zipande. Maana hizi zingine zinameanga tukiwa wakubwa. Mungu atuhurumie. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo nimemfungua na ajifungue salama kwa jina lako. Umesema mtoto ni kijana. Baba, umesema kwamba utafanya jinsi upendavyo, mapenzi yako yatimie. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Sasa acha niweke uchungu. Nimemaliza hiyo ya kuomba. Sasa niachilie uchungu kwa tumbo. Funga macho, Mungu wangu. Baba, nafungua uchungu. Afunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Nimefungua. Nimefungua tumbo. Naenda ajifungue. Nimefungua yote. Nimefungua kama kuna mtu aliyekuwa amefunga, nimefungua. Natuma uchungu ya kufunguliwa. Kufika tarehe 5, tarehe 7 ndio nimesema mwisho. Hawa anafurahia kubeba mtoto. Fungua. 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 Fungua.
Fungua haraka. 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 Fungulia haraka. Fungulia haraka kwa jina la Yesu Kristo. Na mwana wa Jesus. No matter what Jesus. If we know God can do a miracle, what else would you do? Simnataka kuona, simnakwambia Thomas, mama hapa tu. Sasa Thomas wala wako huko. Angalia huko. Angalia pale kasheki kitu mmoja yake. Aanguki, nasema baba asianguke ni mama yake ukuta hapa nyumba, hiyo ukuta ni atalalia. Angalia tutumbo kile. Nimeachilia mtoto huyo acheze ya mwisho ya kwenda kufungua na awe salama. Apige kama anapiga kelele hapo kwa nyumba. Mtoto tunaongea na wewe. Kwa jina la Yesu. Funga macho na niangalia hapo. Simekuja hapo kama taona mimi. Angalia. Ndio maana kwa Jesus baba anafungua tumbo. Waona akicheza na akifunguliwa. Aenda afunguliwa kwa jina la Yesu. Ningekuwa na ndizi leo nipeane. Andy. Hiyo. Hiyo. Jesus name. Unafungulia. Mmayana nazunga. Mwana nazunga. Sianda kwa salamu. Kwa jina la Yesu. Ni kama sasa hivi niambie niombe Baba katika jina la Yesu Kristo, jina lako limidwe na uwezo. Nimemfungua na kujifungua kwa jina lako. Sema amen. Sawa. Ni kama sasa hivi nilikuwa nikiomba hapa next 3 months nipate David ananiambia kwanza nione. Hii ndio naona napita hata hii kanisa. Yaani ikuwe ni miujiza tu. Unajua atakuja ataacha kanisa. Yeye aende tu bahati mbaya unajua saa nyingine mtu huona mtu bila maana anatembea. Amefikiria ule. Alafu kule takwenda mlango. Ndiye amejaza hapo. Nataka kuzaa apostle. Nitamwambia apostle peleka huko kwa kaburi ya James. Bwana pewe sifa. Nitamwambia apostle peleka wapi? Kaburi ya James huko huyo apostle simjui. Maana huyo siyamuzikanisha hapa. So hiyo ni miujiza sana. Hata na zaidi ndio niamke nipata kuna shindano na yeye. Inabidi tumwombee. Ninyi mnajiwekea mgonjwa si yeye. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Hakuna mtu anakusumbua. Labda kama alikuacha nayo na hata nikiomba expire itabidi niulize Mungu maswali. Bwana pewe sifa. Okay. Wale mlichukua fungu la 10 naomba sasa mchukue sadaka. Leta sadaka kwa madhabahu. Nafikiri kabla tufanye hayo yote nataka nifundishe mambo na Passover ama tufundishe mambo ya Lord's Supper. Sisi hatuna Passover, tuko na Lord's Supper. When we are doing Lord's Supper this week, tunaifanya kwa mpangilio. Bwana apewe sifa. Kama unaamini on Saturday tutakuwa na Lord's Supper ama mesa ya Bwana hapa kanisani. Bwana apewe sifa. Ilikuwa tufanye on Tuesday nikawa niko na matanga, so nimeailisha mpaka Saturday, Friday, not Saturday. Tutaifanya evening this Friday. Nyinyi wote mkue hapa tafadhali. Nitapiana mesa ya Bwana ambayo itakuwa ni mesa ya upako na baraka. Amen. Na tutatubu dhambi na tutaungama dhambi, tupatane hapa kanisani. Bwana apewe sifa. So tutaifanya tarehe
ambayo itakuwa kwa kalenda ni 31st, lakini kwa kalenda ya sasa itakuwa ni 14. Lakini kwa kalenda ya kisasa ya kiunabii ama kwa Biblia inastahili kuwa 31st, inastahili kuwa date 14. Lakini nimepanga siku ya Saturday tupatane hapa. Bwana apewe sifa. Tupatane wapi? Tupatane wapi? Tupatane wapi? Tufanye nini? Mesa ya Bwana on Friday. Tumeelewana? Nenda uchelewe ukoze ukuje. Na hiyo Friday tunatangaza kesha kubwa hapa. Tangaza tumalize kupeana mwili wa Kristo. Kila mtu akujia mesa ya Bwana. Kama bwana yako anakataa hiyo siku, mwambie kama alibatizwa SDA. Watu walibatizwa wote watakaa hilo, wale hamjabatizwa mtakaa kwa hilo, na wale mnapanga kwenda kubatizwa mtakaa kwa hiyo roho. Bwana apewe sifa. So kwa wale watu wote mmebatizwa, on Friday mtakuwa na ibada ya kutubu, ibada ya kuungama dhambi. So hiyo ndio siku utasikia nikiungama dhambi, nikisema nilikuwa nimefungwa na ibilisi, lakini sasa nimefunguka macho. Amen. Amen. On Friday hapa tutakuwa na mesa ya Bwana. Tutachukua mesa ya Bwana hapa, tutakuwa salama. Kanisa mpige amen. Ngapa amesema tutakuwa hiyo. Na hiyo mesa ya Bwana nataka uijaribu. Hiyo inaitwa The Lord's Supper. Itakuwa na mkate usiotiwa chachu. Itakuwa na hizo vitu vyote, na nirudie niseme, ukiona manabii wanaosema huyu nabii ni mbaya, huyu ni mbaya, huyu ni mbaya, si ati hata wao ni wazuri, na hata yeye muulize ubaya wake, kwani yeye hana ubaya? Bwana apewe sifa. Kuna wale wanasema hebu sikia huyu vile anahubiri, sikia huyu. Kuna pastor mmoja nimemfuatilia sana, anahubiri kwenye TikTok sana, anasema hebu sikia huyu vile anahubiri, na amemweka na ni pastor. Nimekuja kumwambia tena nimrudie. Biblia inasema hivi, omba msije mkaingia majaribuni. Sasa mmeacha kuomba, mmeingia majaribuni kwa kumtazama pastor mwingine vile anahubiri, utateseka. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ninarudia tena, wamama mkwe kanisa, Wakorinto ya kwanza 11 mstari wa kwanza. Hebu sikia wamama, nisomee vile nasema, ndio maana mkuwe na adabu mkiingia kanisani. Wakorinto wa kwanza, nisomee haraka kwanza mstari wa kwanza. Wakorinto ya kwanza mstari wa 11 inasema, mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Mnifuate mimi kama vile mimi ninavyomfuata Kristo. Mstari wa pili inasema, basi na wasihi kwa sababu mmekumbuka katika mambo yote. Kwa sababu mmekumbuka katika mambo yote. Nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Nanyi mmeshika vile nilivyowatolea. Mmeshika vile vile. Mstari wa 3 inasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume. Lakini nataka kwanza mjue kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Sema amen. Amen. Kwa hivyo kila kichwa ya mwanaume ni Kristo. Na mwanamke, twende hapo sasa. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Sasa mwanamke ananiambia hapa nipige magoti, lakini nyinyi mko na mapepo. Mimi nakuambia tena, mnataka kumwaibisha Yesu Kristo msalabani. Kichwa cha mwanaume ni nani? Kichwa cha mwanaume ni Kristo. Haleluya. Na hii kichwa ya mwanamke ni mwanaume. Sasa naambia mwanaume apige magoti na wewe ni pastor mwanamke, mwenye injili mtaipeleka wapi? Kichwa cha mwanamke ni kichwa ya mwanaume. Enda chini. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Sasa kichwa cha Kristo ni nani? Mungu. Kichwa cha Kristo ni nani? Mungu. Ni Mungu. Sikia chini, soma tena. Mstari wa 4 unasema, kila mwanamume asilipo au anapohutubu. Astahili asipo ama anapohutubu. Naye amefunikwa kichwa. Mwanaume asiwaifunika kichwa, maana na mtusi Yesu Kristo msalabani. Mwanaume yeyote akisimama kwa madhabahu asivae kofia, asifunike kichwa, maana anaposimama kwa madhabahu
yuaipisha kichwa chake. Anaipisha kichwa cha huyu mwanaume, anavaa kofia kwa madhabahu. Unaonanga watu wamevaa tu vibaya. Wanasema wao ni makopro, wao ni bishop. Wameweka teko kwa kofia kingine hapa juu. Mtaenda kuzimu. Mstari wa 5 inasema. Sema hiyo. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa. Sema amen. Amen. Asa imesema mwanamke asipofunika kichwa anaibisha kichwa cha, na mwanaume anapofunika kichwa asalipo anaibisha Mungu wa. Sasa nyinyi mko hapo, haleluya, hii natuma upako, natuma moto, natuma moto. Mwanamke kwa madhabahu na hajafunga kichwa. Natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto. Moto unatumia nani? Kwanza tumia bwana yako, maana wewe ni mke wa bwana yako. Una ndoa lakini umefungua kanisa, unatutusi hapa. Kuanzia leo kila mwanamke umekaa na mimi hapa, ujue wewe ni kichwa ya bwana yako, sio kichwa ya Geoffrey. Na mimi ule wangu ni kichwa yake hapa. Na wewe hapa. Kila mmoja ni kichwa lake. Kristo ni kichwa ya Mungu. Haleluya. Kwa hivyo mimi niko kwa kichwa nani? Mimi nimeambiwa kwamba mwanaume kichwa yake iko kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hivyo nani anataka kunipelekea ujumbe? Lakini sasa nyinyi mkisoma hii mnasema Pastor Geoffrey anakataa wanawake wasihubiri. Wanawake hubiri maana mnahubiri. Sijakataa. Unahubiri sijakataa, lakini uheshimu mwanaume aliyekutangulia mbele yako. Umheshimu mwanaume aliyekutangulia, maana wewe ni kichwa ya bwana yako. Ni kichwa mwanaume. Bwana basi. Sikia tena imesema nini? Kwa maana ni sawa na yule aliyenyolewa. Sasa wewe mwanamke unanyoa nywele, ukiwacha hivyo kichwa, wewe ni sawa na mwanamke aliyenyolewa. Mwanamke hastahili kunyoa nywele. Nenda chini. Mstari wa 6 inasema, maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Au ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele zake au kunyolewa. Tena mwanamke ni aibu sana kukata nywele zake au kunyolewa. Amen. 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 Na afunikwe. Hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha nini wapendwa? Ili tukapate kujua mipaka. Unakuta mwanamke anabishana mwanaume. Mwanamke utanijua ujui. Mimi hata mke wangu ananiambia utajua ujui, namwambia kesho uende choo hapo asubuhi mpaka jioni, na anakaza mpaka jioni haendi choo kwa sababu mmetusoea. Bwana pesa. Pastor Peter Jacob hapa atakwambia, my wife siku moja alienda kunitusi akaniambia, "Ende ukae na huyo Mungu wako." Alikaa na vidonda kwa matako. Akikaa alikuwa anakaa kando hivi, namwambia kaa vizuri. Bwana pesa. Usiwahi jaribu hata kama pastor wako ama baba wako wa kiroho ametolewa nguo kabisa. Usiwahi jaribu kumtoa, maana ukimtoa unajitesa mwenyewe. Utakuja kuteseka tu. Hata kama ufurahie ni muda mfupi sana. Ni muda mfupi, miaka 2, miaka 3. Uje kulia tena. Bwana pesa. Juzi nimepatana na washirika wale wa kitambo. Waliniambia hata kurudi kanisani, nikauliza kwa nini? Wakaniambia pastor, tumesumbuka. Tumewaangalia mapasta. Unaenda huyu nadhani ni mzuri. Tumesumbuka. Lakini tumepata wapi? Wewe unaguza mtu anapona tukikuangalia, lakini tumesumbuka wapi? Tumeenda wapi? Zimejengwa wapi? Wanaimba wapi? Wewe uko hivi tu, lakini Mungu anakutumia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa hospitali. Nilipeleka ule siku moja kisia kaenda kutoa ushuhuda kanisa nyingine. Hakuni, anaogopa kuambia watu si uko anakuni. Mpaka mtu anapiga hesabu vile msichana hawezi akakuni anakaanga aje. Bwana pesa hivyo. Sio kwenda choo peke yake, kwenda mpaka makocho inakataa. Unaenda unajaribu makocho ikuji. Na hiyo nyingine isijui inaitwa aje, sijui ikiwa vizuri. Ndio hapo hiyo. Haikuji.
Mwanzo hapo tu. Mstari wa 7 inasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufanya nini? Kufanya nini? Makanisa ngapi hapa wanaume wamevaa vichwa, wamefunika, wanasomanga Biblia gani? Rudia hiyo ndio wanaume wasikie wala wanafunga vichwa. Mstari wa 7 inasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Haimpasi mwanaume kufungwa kichwa. Kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Nimemaliza hiyo kitu. Sasa nyinyi mnao Waislamu wanaofunga vilemba na vichwa kwa wanafunika, si wana mchuzi. Rudia hiyo mpaka Muhammad asikie. Mstari wa 7 inasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Sasa unasikia? Nimekusomea leo. Pastor leo umesikia hata yeye ndio usomea watu. Soma kuanzia hapo pastor nimpe hii kitu. Aenda akasomea wala anambishanisha. Mimi najua injili kuliko. Mimi najua injili kuliko. Rudia hapo. Mstari wa 7 inasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Twende. Kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Aya, soma huyo mwingine. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Sasa mwanamke aweze kupeleka mbinguni, labda akupeleke kwa bwana yake, labda akupeleke kwa mume wake. Sasa imefundisha mfundishi ni kusema toa sadaka ubarikiwe, tuma 500. Mimi ni mwanamke anahubiri, hii tuma sadaka nikutolee majini. Unatolea nani majini? Mwanamke kwanza, wewe ni utukufu kwa mume wako. Wewe ni utukufu kwa mume. Wewe mwanamke nakutolea mapepo. Tuma sadaka sasa. Tuma sadaka ya kutoa majini. Wewe mwanamke kichwa yako mzuri.